Mchungaji. Haleluya. Amina. Amina. Hivi wewe ni mchungaji gani vile? Naitwa mchungaji Joshua Togoro. Joshua Togoro. Kweli nisha kuonaga sana kwenye mitandao ya simu. Hivi kanisa lako pia liko wapi? Kanisa langu liko Dar es Salaam Chamazi. Dar es Salaam Chamazi, okay. Alafu nasikia sana habari za kuokoka. Hivi kuokoka ni nini hasa kuokoka? Hebu nijue maana kuokoka. Hebu nifafanue mtu anaposema kaokoka na maana gani eti? Kuokoka kimsingi haipo kwenye ile mentality ya akili ya watu. Ndio. Mwingine anafikiri baada ya kuokoka ni uende kwenye kanisa la walokole. Lakini unaweza kuwa umeokoka hali unasali Katoliki, Lutherani, Usabato na popote pale. Lakini tufikiri kwamba baada ya kuokoka ni kwenda kwenye kanisa nini? Ya kilokole. Kama mimi ni mlokole, lakini mtu mwingine anaweza kuwa mlokole ila mtenda dhambi, mzinzi, muongo, taperi, mwizi, afasema wokovu huko hivyo. Wokovu ni kitu kidogo ambacho tamani leo ukifahamu, si ndio? Kuokoka sasa na kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 pale. Anasema hivi, ngoja tufungue tuone maandiko. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, kwanza umkiri Yesu kwa nani? Bwana. Jambo ukiri. 2, kuamini kwa moyo wako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, unaokoka. Kumwamini Yesu kwa moyo wako, unaokoka. Sasa sema kwamba kwa nini unaokoka? Kuokoka ni kukimbia ile ghadhabu ya Mungu. Kuokoka maana katika kiyama ama mwisho wa maisha ya wanadamu kuna moto wa jehanamu. Unaposema nimeokoka maana umekimbia ile ghadhabu, ile hasira ya Mungu ya kuingia wapi? Moto, na kuingia katika uzima milele kwa matendo yako. Umkiri, uishi matendo matakatifu, unasema nimeokoka. Unaweza kuwa unasali popote pale, kwa Wasabato, kwa Anglikana, Lutherani, popote pale, lakini ukawa unasema nini? Umeokoka, umkiri Yesu. Maana kwamba mtu yote asiyemkiri Yesu Kristo amekwisha kuhukumiwa hukumu ile ya moto wa jehanamu, lakini aliyekwisha kumpokea, kumwamini, amepita mautini, ameingia uzimani. Sasa basi, Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza Yordani, lakini watoza ushuru, Mafarisayo, watu wevi na weze, makaba, wanyang'anyi walimfuata Yesu. Na nilio kamfuata Yohana Mbatizaji kule nyikani kule Yordani anabatiza. Akawaambia, na nyie watenda dhambi nyie, enyi kizazi cha nyoka, nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu ya Mungu? Unaona? Anaambia tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, tuna dunia hii inapita, tunaingia maisha mengine baada ya kifo chetu hapa duniani. Inakuaje watu wakakimbia kwamba jamani tutaangamia, ila ili tuokoke twende tubatizwe? Anambia nani aliyewaonya kukimbia ghadhabu ya Mungu? Walikuwa wanakimbia ghadhabu ya Mungu. Leo nakushauri kwamba kimbia ghadhabu ya Mungu. Mkiri Yesu kwa kinywa chako, ukiri, umwamini kwa moyo wako, unaokoka. Popote ulipo, Mungu akubariki sana. Amina. Lakini samani mtumishi. Ndio. Umeniambia kwamba ni kuokoka kwa madhehebu ya Kikristo au kwa madhehebu ya aina yoyote yale mtu unaweza kuwa umeokoka. Kwa sababu umeniambia kwamba kuokoka ni kukiri na kumnani Kristo. Na umeokoka na kubatizwa kwa maji mengi. Sasa umesema kuokoka haijalishi kanisa gani na kanisa gani. Iwe Mkristo, yani uwe Roma, uwe Lutherani, uwe TAG, Tanzania Assemblies of God, uwe KKKT, unaokoka. Lakini hapo ngoja kaniambia kwamba ni kuokoka ni kule kumnani Kristo. Sasa hapo wengine wana nini masanamu, wengine wanafanya nini na pia kuokoka hapo inakuaje hapo? Au kuokoka kwamba ni kumkiri Yesu na kumbatizwa kwa maji mengi? Kuokoka kuko hivi. Kuna vitu viwili. Cha kwanza kuna dini na wokovu. Dini ni mpango wa mwanadamu amtafute Mungu. Anaweza kwenda chini ya mwembe, mti mkubwa, kwenye milima, wengine kwenye mapango, popote pale kwenye vichuguu kumtafuta nani? Mungu. Hii tunasema kwamba ni dini. Unafanya ustaarabu wa kibinadamu na mtafuta Mungu. Lakini wokovu ni Mungu mwenyewe anamtafuta mtu. Anasema kitabu kile cha Yohana 3:16 kwamba maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata kamtuma mwanae, anakuja kututafuta sisi ili kila mwaminie asipotee ila awe na uzima wapi? Wa milele. Mungu anatafuta mtu, ndio wokovu. Sawa. Alafu Yohana Ufunuo 3:20 inasema hivi ya kwamba anasimama mlangoni na bisha. Yaani unasikia injili, anayekubali kumpokea akafungua mlango, nitaingia kwake, nitafanya naye makao mtu huyo. Ina maana kwamba anasema alafu nitampa kuketi na mimi akishinda katika kiti cha enzi. Inaweza kuwa dini zipo nyingi. Tunasema Lutherani, tunasema sika Roman Catholic, tunasema sika wa FPCT au nini wa Pentecoste, kuna kama Rise and Shine, kuna ministry mbalimbali. Zote hizi ni wanadamu, hata Ufunuo zima wanaanzisha kama kina Joseph Gwajima, akina Mwingila wa Efata, akina Kakobe of Gospel, wanaanzisha ministry zile, huduma zile kumtafuta Mungu. Ila Mungu mwenyewe sasa ni ule wokovu.
umtaki Mungu, haijalishi naabudu wapi. Mtu kasema kwamba unajua bana, toka huko uliko, njoo huku, hama huko Lutherani ama hama huko Katoliki, njoo kwa walokole. Mungu haiko hivyo. Mungu unakuwa naye wewe unapomwamini Yesu. Kwa nini naweza nikasali popote pale ambacho kitakuwa niende mbinguni. Na mbinguni swali ndugu yangu. No. Yesu leo akija anashukia kanisa gani? Dhehebu ipi? Dini pana shukia Yesu. Kimsingi dini ziko mbili kubwa duniani. Sisi Tanzania kwetu hapa kuna dini ya Uislamu, kuna dini ya Ukristo. Na Waislamu pia wana matabaka yao kama wa Shia, wa Sunni, lakini Wakristo ndio wamegawanyika. Unaposikia wa Sabato, wa Lutherani, wa Romani, wa PCT, wa Pentecost nani. Lakini wa Protestanti, wa Anglikana, unaona Mashahidi wa Yehova. Mashahidi wa Yehova. Silamu kule wako. Lakini njoo angalia. Yesu anasema anakuja duniani, anashuka Yesu kama leo ndio siku ya mwisho au narudi kuchukua watu wangu, si ndio? Anachukua Katoliki au anachukua Sabato au anachukua walokole. Hata mwambie anachukua wale waliokoka. Wale si ndio? Wale muamini. Wale muamini. Si ndio? Kwa popote pale ulipo wewe muamini Yesu. Amina, amina. Sasa hapo nimeelewa. Tatizo hawaamini nani? Ukishamwamini alafu ishi maisha matakatifu. Maana nasema hivi katika Ufunuo ile 2 kwamba matendo ya mtu yanafuatana naye. Sawa sawa? Kwa matendo yako ulivyoishi yanakupeleka mahali. Wenzetu Waislamu wanajua hiki kitu. Ile mambo ya kusali sala za Kristo zile, Mungu huyu ndio amefariki, amekufa, mpeleke mahali pema peponi tunamuombea. Hiyo kitu haiwezekani. Amekufa, alikuwa na matatizo yake na dhambi zake na uovu wake, hawezi kuingia mahali pema mbinguni kwa sababu kumuombea, ila matendo yake alivyoishi ataenda kuhukumu sasa matendo yake. Hata muombeje mkalia na kutoka machozi hawezi kusamehewa isipokuwa yeye kwanza. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 imeandikwa hivi: kadhalika kama tulivyowekewa kufa mara moja na mara baada ya kifo ni hukumu, ukishakufa tu inafuatia hukumu kwa matendo yako na hukumiwa. Huko utalia ndugu yetu ametuacha, ameondoka, tulimpenda sana, Mungu apenda zaidi, kweli ni pengo, tunasikitika, ametuweza, lakini kwa matendo yake alivyokuwa anaishi duniani atamruhusu aingie kuzimu au aingie mbinguni. Kwa na si watu kutenda mema, ila muamini Yesu Kristo popote pale walipo. Baraka sana bwana. Amina, amina. Sasa jina lako nani ndugu yangu? Mimi naitwa Mr. Justin. Justin. Naona wewe ni kazi zako unafanya? Kazi zangu mimi ni fundi. Nikukaribisha bwana. Karibu Dar es Salaam hapa katika wilaya hii ya Temeke, mji huu wa Mbagala, Chamazi, tuko tunafanya kazi ya Mungu. Sawa sawa? Kwa mawasiliano zaidi kwa muda mtu atakayokuhitaji. Mimi hapa. Namba zangu iko moja tu, ina WhatsApp, ina nini? Namba yangu ya simu ni 07 67096496. Au narudia tena 0767096496. Lakini pia kwenye YouTube unapatikana sana. YouTube unaandika Pastor Joshua Togoro. Pastor Joshua Togoro. Katika vile unakuta mahubiri kwa pale, vipindi mbalimbali, maombi, maombezi, ushauri wa kiroho. Kila kitu kinawezekana. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Amina. Barikiwe.